Bonde la Rufiji, chemchemi ya maisha. Maji safi, maji salama, kila siku ni baraka. Karibu katika makala maalum inayochambua kwa kina utekelezaji wa miradi ya maji ya kunywa ndani ya halmashauri ya Mbarali mkoani Mbeya kupitia mradi wa kuimarisha mbinu za asili za kijamii za usimamizi wa vyanzo vya maji na kuhimili mabadiliko ya tabia nchi NBS Usangu. Mradi huu unaotekelezwa na Bodi ya Maji Bonde la Rufiji kwa ufadhili wa serikali ya Japani kupitia Benki ya Dunia, ukilenga kuboresha upatikanaji wa maji safi na salama sambamba na kuimarisha ulinzi wa vyanzo vya maji. Ndani ya halmashauri ya wilaya ya Mbarali, mradi wa NBS Usangu unagusa vijiji 49 huku miradi ya maji ya kunywa ikitekelezwa moja kwa moja katika vijiji 5 vilivyopewa kipaumbele. Kupitia mradi huu, miundombinu ya maji ikiwemo visima virefu na mifumo ya usambazaji imejengwa ili kuwahudumia wananchi, taasisi za elimu, taasisi za afya, hatua inayopunguza adha ya kutembea umbali mrefu kutafuta maji na kuboresha afya za jamii. Mbali na uzinduzi wa mradi wa maji ya kunywa katika shule ya msingi Jamhuri, ujumbe kutoka Benki ya Dunia, ubalozi wa Japani nchini Tanzania pamoja na viongozi wa Bodi ya Maji Bonde la Rufiji wakiongozwa na mkurugenzi wa bodi, Mhandisi David Mukyala, wametembelea kijiji cha Ikanutwa kujionea utekelezaji wa mradi wa kisima cha maji ya kuhudumia wananchi, wanafunzi na zahanati ya kijiji hicho. Na hapa hali ilikuwa hivi. Wajumbe, kama tulivyopeana taarifa kwamba wakuu wa ufadhili wa huu mradi wanakuja leo, nafikiri wameshafika kama tunapoona. Kwa hiyo naomba tujumuke wote kwa pamoja kile kinachoendelea. Labda kwa majina, naitwa Twa Abdul Nguvara, mwenyekiti wa kijiji cha Ikanutwa. Karibuni sana Ikanutwa. Lakini kabla ya yote nitoe shukrani za dhati kwa kupewa miradi. Mimi huu mradi saizi ni mradi wa pili. Mradi wa kwanza nimepewa kisima cha kunyweshea ng'ombe, kipo pale Nyamajojo. Kile kisima kimetuwezesha sisi wananchi wa Ikanutwa kuprove mambo ya ufugaji. Yaani habari saizi ya ng'ombe kwamba wana shida na maji, lile jambo limeshatoka. Tunashukuru sana. Na yale maji yameonekana yana magadi. Magadi yameonekana kama ni tiba kwa mifugo, mambo ya minyona nini. Kwa hiyo tunaona kama tumefaidika sana. Lakini baada ya hapo tukawa tumeomba kwa ajili ya matumizi ya watoto wa shule pamoja na zahanati na watu wanaishi maeneo haya. Haya maeneo hakuna maji ambayo yanapatikana juu ya ardhi kwamba labda futi kadhaa unaweza kupata, hapana. Tumejaribu vile visima vya kuchoronga vile, imeshindikana kwa maeneo haya. Kwa hiyo upande wa pili kule, ukivuka barabara upande wa pili kule, kuna vile visima vya kuchoronga vya kawaida. Wananchi wanavitumia. Kwa hiyo tukawa yani watu wa huko wanaenda kuteka maji kule. Huko kijaribu kuchimba kile kisima, hata ukienda mita kadhaa pale chini huwezi kupata maji kabisa. Lakini ilivyokuja hii mashine katindua hapa siku tayari maji yanatoka. Sisi wananchi wa Ikanutwa tulifurahi sana, maana tulikuta maji yanafoka kwa kutoka juu, tukajua tumepata neema. Kwa hiyo tunashukuru sana. And explain now technically. This is one of the boreholes that we drilled. Okay. That's the borehole. Okay. And we drilled, it was 240 meters. 240 meters. Down. Yeah, down. So you had the challenge here that they can't find water. That's what he was explaining. That's what he was saying. That they can't find water through the normal wells. Yes. So, but at that depth, there is a plenty of water because the yield from this borehole is 7,000 liters per hour. Per hour? Yes. So that's a yield. So, and the tank is 11,000 liters, this tank. But this is a
we call it razor. Okay. This structure is just a razor because we need water to go to the water points through gravity. So we don't need to pump them and to go because the running cost will be high. So that's why you have to raise up so that water can just go to the water taps through the gravity. So this is it, and the site has not yet completed. We just started because the plan here, you see these structures here, they'll be solar powered because this is a solar powered. I see. So here the solar panel will be fixed here, and then this solar panel will be used because there at the borehole there is a pump which actually will be linked with the solar panel. I see. And then water will be pumped from, because 200 meters is not somewhere close, so water will be pumped through the solar panel. So the villagers will not have to have any issues with paying for electricity, because otherwise we could have umeme from TANESCO here. So unfortunately, but now they are using the solar powered. Unapata maji wapi kabla tunaenda mbele kabisa kwenye mito huko, tunafukua na bakuli na na jembe, tunafukua na spedi. Kwa hiyo unaanza kuchota, na kuna vibuyu fulani tulikuwa tunaweka kwenye fimbo, ndio tunachota mpaka ufaidike. Unaweza kurudi saa 8 au saa 6 hivi, ukijihimu saa 11. Lakini tunashukuru sasa hivi, tunashukuru kweli kwa kushushwa ndoo kichwani hapa, tunawashukuru sana. Asanteni sana, tunashukuru sana kwa kupata huu mradi. Tunashukuru sana, tunaomba tena mtufikishie, muweze kutuletea tena mradi mwingine kama huu. Asanteni sana. Nafikie kwa kutuwezesha mradi huu kufika hapa. Zahanati ilikuwa haina maji, watoto pale shuleni wanafunzi walikuwa hamna maji, yani wanatumia muda mwingi badala ya kusoma wanaenda kutafuta maji huko mitaani. Kwa hiyo nawashukuruni sana. What was the biggest challenge in securing the water? You know, I heard from you that you had to dig for 200 meters. What do you think was the biggest challenge in executing this project? To us, it's not really a big problem, big challenge, because we are used to this. This is our routine works. But the challenge is obvious with the groundwater. Groundwater is uncertainty. Yes, you can do the geophysical survey to determine whether can I find water here from how many meters and whatever. But maybe when you go to drill, you find the situation is different. But for this project, that was not the case. So you but knew that you are going to drill 200 for this? We knew it from the survey. Yeah, you have to do a proper survey. But what is very critical is once you drill all those meters, you have to test the water to take to the lab, water quality lab, and test. So if you realize that this water is not suitable, then that's a cry. Okay. But very good here. The water sample we took, the lab were perfect. Yeah, it's drinkable. It's drinkable. Yeah, it's drinkable. Otherwise, we wouldn't proceed with the project. Okay. Even after going the 240, if it doesn't pass the quality for human consumption, then you have to close the project. Yes. But there's one question that I wanted to know. Like, so if you supply water, like they'll be paying the water bills, and then who will manage that? Okay. Mimi nafikiri hakuna bili zozote ambazo tunaenda kuzipata kule, ila tutakuwa tuna kamchango kidogo kwa kujiri ya kulipea spare ambazo zinakuwa zimefanyaje, zimeleta shida kama koki na nini. Kwa hiyo tutakuwa tuna mfuko kidogo, sisi kama wananchi tunachangishana kwa ajili ya kutengeneza spare zile zinazo nani. Lakini kwamba unachota hivi kama haya watu wa Ruwasa, hiyo haipo. Kuna kiasi kabisa ambacho mnayoweka, au akija huyu analipa shilingi 10? Hapana, tutaweka tu sisi, yani mchango tu wa jumla kwa mwaka, labda kila mtu au kaya changie shilingi kadhaa, tutaplani kwa ajili ya kupata tu mfuko kwa ajili ya kulipea zile spare zinazo nani. Baada ya kutoka katika kijiji cha Ikanutwa, timu hii inawasili katika kijiji cha Ilongo, kata ya Mahongole, ambapo katika eneo hili bodi ya maji bonde la Rufiji kupitia mradi wa NBS Usangu
imetekeleza mradi wa maji ya kunywa unaowanufaisha wanafunzi wa shule ya msingi Jamhuri pamoja na wananchi wanaozunguka eneo hili. Unahudumia shule, unahudumia na jamii kwa maana ya kijiji. Kwa hiyo tuna sehemu ya shule, lakini tuna sehemu ya kijiji. Maeneo haya yote mtayaona. Lakini niseme tu kwamba mradi huu unafadhiliwa na serikali ya Japani kupitia Benki ya Dunia. Kwa hiyo Benki ya Dunia ndiyo inasimamia fedha hizo. Diwani wa kata Mahongole Patrick Mwaisoba akizungumzia mradi wa maji unaotekelezwa katika shule hiyo, anasema umeleta mapinduzi makubwa katika maisha ya wananchi na wanafunzi, akieleza kuwa kwa muda mrefu wananchi wamekuwa wakikabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa maji, hali iliyoathiri watoto wa shule na hata huduma za afya. Hasa ufadhili kwa maana ndugu zetu wa Japani ambao wametufadhili mradi wa maji. Nawashukuru sana sana, wakishirikiana na watu wa bonde ambao moja kwa moja walilenga maeneo haya kwamba angalau kuondoa adha ya maji katika shule yetu ya Jamhuri. Mimi nawapongeza sana. Mimi kama mheshimiwa diwani, kata yetu ya Mahongole kuna changamoto nyingi, lakini Jamhuri ilikuwa na changamoto ya maji, na watoto kama walivyojieleza kwenye risala, lakini sambamba na hilo na wimbo wao walioimba, tulikuwa na changamoto ya maji kwa muda baada ya kufungua hii shule, na tulipata fedha kupitia mradi wa Boost karibu milioni 347 na laki 5 kwa ajili ya majengo yote haya. Lakini kwa na changamoto ya maji ambayo watoto hawa walikuwa wanaacha vipindi vya masomo wanakwenda kuchota maji, lakini wanakwenda kuchota maji sio rafiki kwa sababu walikuwa wanavuka barabara. Baadhi ya watu tumepoteza watoto kwa ajili ya ajali, na wengine inawezekana walikuwa wanashindwa hata kuja shuleni kwa ajili ya kosa labda kidumu au aidha kwa sababu maji kuna adhabu mtu asipoleta maji shuleni. Yote haya ninaamini kwamba kupitia mradi umekuwa ni mkombozi katika shule yetu ya Jamhuri. Mimi niwapongeze sana wafadhili wetu, lakini wapongeze sana watu wa bonde ambao wameendelea kutuona sisi. Lakini mimi nataka kutoa shukrani zangu kwa serikali yangu ya awamu ya 6 ikiongozwa na mama yangu Mama Samia Suluhu Hassan. Tunashukuru sana 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 sana. Pia napenda kuwashukuru wadau wetu, ndugu zetu kutoka Japani. Tunawashukuru sana kwa kutuletea mradi. Tunashukuru sana sana sana, kwa sababu maji imetusaidia sana kwa watoto wetu hao. Hawa watoto walikuwa na athari kubwa sana kuvuka barabara. Nadhani tunaiona ile lami. Ile lami ilikuwa ni hatari, lakini kwa kutuletea mradi kwa kweli mmetusaidia zaidi ya kutusaidia. Pia napenda kushukuru wadau wote walioshirikiana, hasa wakandarasi. Wakandarasi wamefanya kazi nzuri usiku na mchana. Wamefanya kazi nzuri, tumeipenda. Sisi binafsi wanasema hata kama kusoma ujui, hata kuona unaona hivi. Kwa sababu kusoma unakuwa ufahamu, lakini kuona kwa macho unaona. Wamefanya kazi nzuri. Kingine napenda sana wakandarasi walivyokuja hapa, wamewapa ajira vijana wangu. Kulikuwa na vijana zaidi ya 15 wanashinda hapa, wanapata hela. Kwa hiyo tunashukuru sana. Kwa niaba ya ofisi ya kata na kwa niaba ya kijiji cha Elongo tunawakaribisha sana na tunawashukuru sana kwa kuweza kutuletea mradi huu katika shule yetu, maana hapo awali watoto walikuwa wanapata shida sana. Tulikuwa tuna changamoto kubwa sana ya maji. Watoto walikuwa wanalazimika kuvuka barabara kwenda mtoni, kitu ambacho kilikuwa ni hatari kwa maisha yao, maana hapa kuna magari, kuna nini, kama mnavyoona watoto ni wadogo. Lakini kwa hii jitihada ambayo mmetufanya, kwa huu mradi ambao mmetuwezesha kuupata, nafikiri changamoto tutaepukana nayo kabisa. Nawashukuru sana. Mungu awabariki. Wananchi wa kijiji cha Ilongo nao hawakusita kueleza furaha yao. Baadhi yao wanasema kupatikana kwa maji safi na salama karibu na makazi yao kumepunguza muda wa kutafuta maji na kuwaongezea muda wa kushiriki shughuli za uzalishaji, huku mradi ukiwawezesha watoto kuwahi shule kwani hawatafuti maji umbali mrefu.
Kwanza yani kama mzazi nimefurahi na pia ninawashukuru huu mradi kwa kuwezesha kwamba kwenye kijiji chetu tupate haya maji. Maana kwetu sisi, ninashukuru Bonde la Maji la Rufiji kwa kutuletea huu mradi, maana umekuwa mkombozi kwetu sisi kama kina mama, pia hata kwa watoto wetu kupitia shule yetu hii ya Jamhuri. Ilikuwa ni changamoto kubwa, maji unanunua kwa shilingi 1500 tripu moja. Watoto wanavuka barabara huko wanakoswa chooni, kuna shida. Tulikuwa tunahofu hata milipuko ya magonjwa. Lakini kupitia haya maji ninaamini yanaenda yani yamekuwa mkombozi na yataenda kufanya vizuri. Mimi nashukuru sana kwa mradi huu kuja pale, kwa sababu kwanza hicho kitongoji kilikuwa kinapata tabu sana, ni mbali kwa kuchota maji. Kwa hiyo imemtua mama ndoo kichwani. Hilo tu nimeweza kuwashukuru kwamba asante, mradi umetujia, wakina mama wametuliwa ndoo kichwani. Sisi tumepokea kwa mikono miwili, tunashukuru serikali, tunashukuru Bonde la Mto Rufiji kwa kutuwezesha kutuona. Kwa sasa tunapokana na ile hali ya kuumwa na magonjwa kutokana na maji machafu. Sasa tunaenda kutumia maji masafi. Tunapewa wepesi wa kuchota maji maeneo yaliyokuwa karibu, kutokana tunapokana kwenda kuchota maeneo yaliyokuwa mbali. Wameturahisisha kwa mama zetu, wake zetu, wadogo zetu, watoto zetu watakuwa na wepesi kuchota maji na kupata maji yaliyokuwa sahihi, safi na salama kutokana na magonjwa kutokana na maji. Akizungumza katika ziara hiyo, Mhandisi David Mukyala ambaye ndiye mkurugenzi wa Bodi ya Maji Bonde la Rufiji anasisitiza kuwa uendelevu wa miradi ya maji unategemea moja kwa moja ulinzi wa vyanzo vya maji na ushiriki wa wananchi. Mmekuwa na ushirikiano mkubwa toka tulivyoanza utekelezaji wa mradi. Nakumbuka tulikuja kwa ajili ya vikao vya kijamii vya kuchagua maeneo, lakini na kuwahusisha jamii ili muupokee mradi. Nawashukuru sana binafsi, uongozi wa kijiji, lakini pia na uongozi wa shule. Mwalimu mkuu umetupa ushirikiano mkubwa sana katika kazi hii ya ujenzi. Mmeeleza mambo mengi sana, sitaki kuyarudia kwenye eneo la faida za mradi huu. Sitaki kabisa kurudia wala kuharibu mlichokisema, na watoto wameongea ukweli. Sisi kipindi kile mnavuka ng'ambo mto Mkoji kwenda kuchota maji, kwa kweli ilikuwa inatuumiza kweli. Na sisi tumepewa jukumu, Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu ametupa jukumu mahususi la kuhakikisha kwamba tunamtua mama ndoo kichwani. Sasa hapa sio mama tu, na watoto pia, na mama wa kesho pia. Kwa hiyo tunahakikisha kumtua mama ndoo kichwani. Kwa hiyo tulivyoona hiyo changamoto hiyo haikuishia kwenye kuvuka barabara na kupata magonjwa tu. Changamoto hiyo ilishia pia kuharibu vyanzo vya maji kule, kwa sababu watoto walikuwa wakienda kule wanachafua maji, ukiachana ile hatari zingine za kudumbukia mtoni, lakini pia walikuwa wanachafua maji. Sasa tukaona hapana, jukumu letu sisi ni kutunza vyanzo vya maji na kuhakikisha kwamba ubora wa maji unazingatiwa. Kwa hiyo tukasema lazima tulete mradi hapa kwa kushirikiana na wadau wetu wa serikali ya Japani pamoja na Benki ya Dunia, ili mradi huo usaidie, badala ya watoto kwenda kuharibu vyanzo vya maji kule, sasa wapate huduma hapa. Mradi wetu una maeneo tutazungukia, una kisima kirefu chenye mita 205 kwenda chini, na ndo maji yalipo chini kule, na una uwezo wa kuzalisha maji lita. Upande wake mwalimu mkuu wa shule ya msingi Jamhuri Jennifer Sanga anasema wanafunzi wa shule hiyo walilazimika kutembea zaidi ya kilomita 3 kufuata maji, hali iliyosababisha ucheleweshaji wa masomo pamoja na adha zingine katika nyakati za kutafuta maji. Shule ya msingi Jamhuri imejengwa kwa ufadhili wa busti, lakini shule hii imegawa kutoka shule ya zamani Ilongo kuja hapa. Hii ni shule mpya ambayo imefunguliwa mwezi wa 10 tarehe 5 2023 ikiwa na watoto 425. Mpaka kufikia leo hii tuna watoto 502. Kwa ujumla tunaishukuru serikali pamoja na wafadhili wetu, kwa sababu shule yenyewe imejengwa kwa ufadhili, lakini bado tumeendelea kufadhiliwa kwa kuletewa maji. Awali ya yote maji, watoto walikuwa wanavuka barabara ile pale kwenda mtoni. Kipindi kama hiki cha kifuku kuna mafuriko kule,
unaweza kukuta watoto wanatumbukia moja kwa moja kwenda na maji. Lakini kipindi cha kiangazi pia barabara wanavovuka wamekosa sana ajali pale. Kwa hiyo tunashukuru wafadhili wetu kwa kutufadhili kwa mradi huu wa maji ambao tunaamini kabisa umemaliza changamoto zote. Chooni kule ulikuwa ukienda hakutamaniki, wamerundika uchafu, vyoo vya kisasa lakini hakuna maji. Lakini saa hizi tumepelekewa maji mpaka chooni. Walimu tunaweza tukaoga chooni, tukaingia darasani tukiwa safi. Watoto wetu wakitaka waende waoge kule safi kabisa. Hivyo tunawashukuru wafadhili wetu kwa kazi nzuri mlioifanya, na mradi umekamilika kwa 100% kwa sababu tunaona maji yanatoka. Lakini pia lingine ambalo tunashukuru, tumeepusha ajali kwa watoto wetu hawa. Lakini tunaamini kabisa ambalo kubwa kabisa taaluma itakuwa juu zaidi, maana muda mwingi tulikuwa tunautumia kwenda kutafuta maji. Wanataka kupika, watoto watoke na vidumu nyumbani, wamebeba maji ya kuoga, wamebeba nini, ndio wanatuletea tunapikia. Kwa hiyo tunaamini saa hizi taaluma yetu itapanda kiasi kikubwa, kwa sababu watoto watatulia kusoma, hawatatafuta maji tena. Lakini tunaamini maji yaliyokuja ni safi, hata afya za watoto wetu zitakuwa vizuri. Maana walikuwa wanaenda kuchota maji mtoni ya kunywa, lakini saa hizi tuna maji, wanaingia hapo bombani, wanakinga, wanaendelea na shughuli. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Faida ni nyingi, hatuwezi kueleza zote. Sisi la kwetu tunasema asante kwa mradi huu, mmetufanya kuwa wakubwa, yani mmetufanya tujisikie kweli tuko Jamhuri, shule nzuri kama ilivyo na majengo, na saizi ni hivyo. Maji ya kunawa mikono yako pale, mtoto akitoka chooni hatupati kipindupindu tena, kwa sababu mtoto akitoka chooni anakutana na maji yako pale. Upande wake msimamizi wa mradi kutoka Benki ya Dunia Nicholas Soikan anasema wameridhishwa na utekelezaji wa miradi hiyo. Project iko kwa shule ambayo imefadhiliwa kupitia mradi wa Benki wa Dunia wa Boost. Kwa hivyo nafikiri mwalimu mkuu, diwani, jamani, Benki ya Dunia imewafanyia mambo mengi sana. Yaani imekamilisha kila kitu. Kwa hivyo tumefurahi, tumekuja hapa, tumeandamana na msafara huu. Mimi sina mengi ya kusema, yashasemwa na mkurugenzi. Mmepata maji, watoto wameondolewa dumu kichwani. So kwa hivyo sasa tuyatunze maji ambayo tumeletewa hapa. Hiyo tu ndio tunaomba, na nimefurahi pia kwamba hatukujua hii mradi utaweza kuleta all the impact ambayo tumeiona hapa. Kumbe kulikuwa na accidents, kulikuwa na maugonjwa, kulikuwa na vitu vingi. Kwa hivyo tumefurahi kwamba impact, sisi tulikuwa tunataka kutoa maji, lakini sasa hivi tukiangalia impact yake ni kubwa sana kuliko ile ambayo tulikuwa tunatarajia. Kwa hivyo tumeshukuru sana, na pia nimefurahi kwamba mradi umefanywa kwa hali ya juu, standard ya juu sana. Kwa hivyo pongezi sana Rufiji, mkurugenzi. Kwa ujumla, miradi ya maji ya kunywa inayotekelezwa na Bodi ya Maji Bonde la Rufiji chini ya mradi wa NBS Usangu imekuwa daraja la matumaini kwa wananchi wa Mbalali, ikiunganisha huduma bora za maji, elimu, uboreshaji wa elimu na afya, pamoja na ulinzi wa vyanzo vya maji kwa maendeleo endelevu ya sasa na ya baadaye.